Для выступления предоставляется goes to for the honorary doctor of Russian friendship. Sana. Haya mambo tusione haya kuyaongea. Tuyaongee kwa ukweli na kwa moyo mmoja, kwa sababu tukikaa kimya haya mambo yataendelea tu. Hawa watu watahisi kwamba hawa Tanzania hawajui au hawaelewi nini kinachoendelea. Kumbe wanaharibu nchi, alafu na nyinyi mnaamua kukaa kimya. Watu wema mkikaa kimya, wakikaa kimya, mabaya yanaendelea kutapakaa, yanaendelea kuenea. Kuna watu wanaojua ukweli, alafu wanakaa kimya. Sasa unapofanya hivyo, yani unaruhusu yale mabaya kutembea, na mwisho wa siku itakuja kufikia na wewe. Kwa hiyo the best option, wewe unajiona wewe mtu mwema, kwamba unaona hiki kitu hawa watu watende haki, ongea. Hata kama huwezi kuchukua action kubwa, wewe ongea. Utasaidia kupunguza yale mabaya. Haya. Ushauri wangu wa 4 kwako CDF. Unahusiana na swala zima la rasilimali za nchi. Tumesikia kuona taarifa mbalimbali kupitia kwenye vyombo rasmi vya habari na watu mbalimbali ambao wanaaminika, ambao hatuwezi kutilia shaka taarifa zao kwamba rasilimali zetu za taifa zinahujumiwa. Hizi taarifa na imani, hizi taarifa nyingi na imani unazo. Sasa mkuu, haya mambo sio kuwapuuzia hata kidogo. Swala mkataba wa bandari ambao ndio usalama wa taifa. Bandari ndio usalama wa taifa. Swala migodi. Migodi mbalimbali ya makaa ya mawe, dhahabu. Swala Ngorongoro. Naomba na nashauri mkuu wangu, liangalie na lifanyie kazi. Watu wa Ngorongoro wapewe haki yao. Tukumbuke haki haipotei. Haki ya watu haipotei. Tutaichelewesha tu, lakini haipotei. Maumivu leo nayo watu wa Ngorongoro hayaleti afya kwa taifa hata kidogo, zaidi ya kuleta laana. Kama tuwatendei haki hawa watu, tunaleta laana kwenye taifa. Mtaka muelewe hivyo. Msipowatendea haki watu, taifa litapata laana, pamoja na wewe kiongozi ambaye unasimamia. Sio umeshindwa kutenda haki. Hawa watu wa Ngorongoro wana maumivu makubwa sana. Sana. Pia nashauri jeshi lako lipitie mikataba ya tangu Magufuli alipofariki. Nasemekana kuna mikataba mingi imepitishwa hapa ambayo haina manufaa kwa taifa. Mengi. Sasa mimi I'm just think kwamba hii hali kwamba tukiacha iendelee hivi, tukiruhusu uchaguzi upite hivi ambao ni wa magumashi. Hivi mikataba nani ataipitia? Nani ataipitia hii mikataba jamani? Ndiko tu uchungu na taifa letu. Hawa watu hawa ambao wako madarakani wanaonekana hawana uchungu kabisa. Na hilo swala halina ubishi. Tuongee ukweli. Hili swala halina ubishi kabisa. Nani ataichunguza sasa hiyo mikataba? Kwa hiyo afande CDF, na shauri mikataba yote tangu Magufuli alipofariki mpaka sasa ichunguzwe. Kwa sababu haya mambo tunayoyasikia kwa watu ambao tunawaamini, na mitandaoni sio ya kupuuzia, kwa sababu mitandao ni chanzo pia cha kupata taarifa. Kwa hiyo issue iliyobaki ni kuyafanyia kazi. Kwa hizo taarifa za mitandaoni sio za kupuuzia hata kidogo. Tusikuta tu kwamba tumeuza nchi. Maana tukiweza kupuuzia mambo ya mikataba, tunaweza kukuta kwamba tumeuza nchi bila kujijua. Na kuanza kuhangaika sijui na kodi za bodaboda, sijui kodi za mawinga. Kama mawinga nao, mtu amemaliza zake chuo, ameamua ajishikize tu kuwa winga, eti naye anatakiwa alipe kodi. Huu ndo mwanzo wa kuonyesha kwamba rasilimali zetu zimeuzwa. Mnashindwa kusimamia rasilimali vizuri, mnaanza kuhangaika na watoto. Bodaboda mlimbisha kodi ya nini? Winga, mtu yuko Kariakoo kule anajitafuta, mnataka mumlipishe kodi. Sijui kodi za kufanya biashara mtandaoni, sijui ukiposti nini, sijui mambo ya kodi. Kweli ndo tumefikia huko. Haikubaliki. Afande CDF, naomba uione hii hatari. Hii halikubaliki. Kodi za mtandaoni. Yaani mtu anafanya biashara yake, anaposti vitu vyake, nataka muende kumdai kodi. Does not make sense. Hii haina maana kabisa. Hii sio ishara nzuri kwa taifa. Yaani badala ya kuendelea mbele, kurahisisha maisha ya wananchi, sisi tunarudi nyuma na kuzidisha ugumu wa wananchi.
Yaani serikali inatoka ifanye maendeleo kwa ajili ya kurahisisha maisha ya wananchi. Yaani wananchi wapate unafuu, wajisikie fahari kuishi katika nchi yao. Sasa sisi ndio tunazidi kuwekea ugumu haya makodi ambayo hayana ajabu. Haya yanatoka wapi? Hii inaonyesha tumeshindwa kusimamia rasilimali zetu. Kwa hiyo FNCDF tunashauri rasilimali zichunguzwe. Mimi binafsi sipo tayari kuvumilia haya hata kidogo. Sipo naongea hii kwa moyo wa dhati. Siogopi kitu chochote. Yaani siogopi kitu chochote. Issue kama ya kifo, kufa yani ndio kitu ambacho siogopi kabisa. Kwa sababu mpaka nimeamua kuwa mwanajeshi, swala la kifo nilikuwa nalijua. Kwa hiyo siogopi. Sipo tayari kuvumilia haya hata kidogo. Baba wa Taifa alisema tukiwa wahoga kuyazungumza na kuchukua hatua kwa mambo haya, ipo siku taifa litatawaliwa na wahuni. Hii ni kauli aliyoongea Baba wa Taifa. Mnaweza mkaiangalia kwenye speech yake. Na Baba wa Taifa ndio mtu ambaye tunamchukulia kama ni mtu ambaye anatuongoza. Zile speech zake zinatuongoza taifa kuelekea katika sehemu ambayo ni nzuri kimaendeleo. Sasa kama Baba wa Taifa ameliongea hili, mimi sio mtu wa kwanza. Mimi naishi katika nanili zake, speech zake. Na hiyo dalili, hiyo kauli aliyoongea Baba wa Taifa kwamba tukiwa hawa wauni wakiachwa, tukiacha mambo bila kuyaongea, mambo mabaya bila kuongea, ipo siku taifa litatumiwa na wahuni. Hiyo dalili ni tayari kama imeshaanza kuonekana. Watanzania watakuwa washahidi. Kwa hiyo yanayoendelea, hii dalili imejidhihirisha. Na ni kweli tunatawaliwa na wahuni. Hilo swala hakuna haya kuliongea. Tunatawaliwa na wahuni, hawana uzalendo na taifa letu. Mimi sikubali kutawaliwa na wahuni. Sasa mkuu wangu